Hello everyone, karibuni kwenye market highlights ya leo tarehe 3 mwezi wa 8. Hii ni highlight ya kwanza kabisa kwa mwezi huu wa 8. Pair ya kwanza ambayo tutaiangalia hapa ni AUD/USD ambayo kama ambavyo tunaona ipo kwenye uptrend, iliweza kubreak 0.70 ikaenda juu. Kwa hiyo the way ambayo tuna monitoring kuanzia leo ni kuona hii pair ikifanya retracement to the major zone and then so we can trade up to minor zone, okay, and going forward. Hii ni pair kwanza ambao we have on our watch list today. Then tuna Euro USD ambayo also hii pia ina the same scenario. We're just waiting for market to tap to minor zone and then we can go all the way to major zone, okay. Then tuna New Zealand USD ambayo hii we trade last week, ikawa imeshatapia, so kwa sababu ilishakuja hivi, tunachokitegemea sasa hivi ni kupata the continuation ya hii market iweze kufanya break of this major zone hapa, retracement, and then we can go all the way up, okay, ambayo ikialign very well na hizi other pairs, okay. Then tuna GBP USD ambao kwa GBP USD na yenyewe tayari imeshaweza kusucceed na kutap the minor zone ambapo ilitoka hapa kwenye major zone. So sasa hivi we just looking at it kuona ikienda mpaka kwenye the next major zone ambapo tunategemea kuona the break, retracement, and then movement ya kwenda juu all the way. Then tuna USD CAD. So hii baada ya kuwa imesha tap the major zone hapa na ipo kwenye downtrend, as you can see the latest high ni hapo, previous low iko hapa, okay. Kwa ambacho tunakitegemea sasa hivi in the market ni price kuweza kufanya continuation break and then tap the major zone and then we can continue going to tap the next minor zone below here. Then baada ya hicho ambacho tunakiona kwenye USD CAD, then tuna USD CHF as well ambayo hii isha break kama ambavyo tunaona hapa, the latest low ilikuwa ni hii hapa, price imekuja ku retest. Kwa tunachotegemea kukiona sasa hivi ni at least a proper price action ambayo itakuja kutap exact at minor zone hapa ili tuweze kupata opportunity going downward. Then after that tuna Euro AUD. Baada ya break and retest, price ilikuja mpaka 50% ikawa iko rejected, then ikaja ikatutoa kwa break even. So for now we're just monitoring to see what will happen around this major zone to see kama tunaweza tukapata confirmation, lakini kulingana na hii structure ambayo inatokea hapa, hii area sio area ambayo I'll be very convinced kufanya any types of trade here. Kwa tendea tu kuimonitor for the close. Then tuna Euro CAD ambayo these ones move 50% come to retrace, stop us out on break even and then price baadaye tunaona ina move. So kwa sababu ipo kwenye uptrend, kitu ambacho tutakuwa tunakitegemea au tuna kimonitor kiweza kutokea ni price kuweza kuja ku break this 1.62 and then going forward to the next minor zone. And then tuna Euro New Zealand ambayo Euro New Zealand we took it hapa baada ya this very nice engulfing. Tunachokiona saizi price imekuja tena kutest this high liquidity, but as you can see tayari imesha break na kwenda above this zone. Hapa chini tuna liquidity pool ya sellers, as we can see, ya buyers liquidity pool ambayo imetokea hapa, ambayo ilikuwa ni kama barrier for the market to continue going up, then the price imerudi juu. So we have 1 2 3 4 barriers for sellers, great probability kwamba hawa bears waliokuwa wanashuka huku chini wameshindwa kuclear hii bull, so we can have a movement going upward, okay. So we're just waiting for the proper price action of this price, kama itaweza kuclose above, come, and then we can get something like this. Then kwa upande wa Euro JPY
of course baada ya zile news ambazo zilikuwa zimetokea on Friday, we had a several price trying to go down but not a proper way to engage with it. Tutaendelea kuimonitor. And then tuna GBP AUD. GBP AUD, not a clear move so far. This was a series of high low, high low, high, the same high ikaenda ikashoot high. So latest hapa ambapo ndio kwa the latest high low ilivyotokea, tumepata something of a market shift or trend change. Price it was supposed to come and tap this area. So na hii ndo last candlestick ya wiki iliyopita, tulikuwa tunategemea tupate market iweze kuja kutap hapa and then tupate great price action going down, lakini hicho hakijatokea. So sasa hivi we just monitoring types of price coming here so we can get opportunity ya kwenda chini. Then mbali na GBP AUD pia tuna GBP CAD ambao ipo kwenye uptrend. You can see break of the structure imetokea, price imeshaenda above this zone. Kwa hapa sasa hivi tunachotegemea kuangalia ni kupata a nice bullish price action ambayo ita confirm movement ya kwenda juu, ita confirm movement ya kwenda juu. So 90.03 and then 97, just waiting for price hapa, tapata confirmation. And then kwa GBP New Zealand, the price it's ranging around this major zone here, but bears didn't manage to clear these cells. Kwa hiyo hapa pamekuwa pana liquidity ambayo ina push price above. Still it's kind of a very tricky region kuweza ku-engage in kwenye GBP out around here kusema kwamba tutabuy base na hichi kitu ambacho kimetokea, so keep monitoring it close. And kwa upande wa gold imetoka huku chini ka break, create some sort of hizo movement but it didn't actually went well. Imekuja chini and as you can see this has happened, price imekuja mpaka kwenye hii demand Fibonacci intraday demand kama ambavyo tunaona hapa, and then price baada ya kutap tu imeendelea kwenda juu. So for gold, for anyone ambaye ana trade gold, I think after breaker hii ikija kulitest it will be a good opportunity for the price going up. So we are trading kwenye 30 minutes as I said kwenye ile introduction, tuna trade kwenye 30 minutes na tuna trade during London mpaka ile London and New York overlap. Kwa hiyo whatever is happening in the market kuanzia saa 4 asubuhi ndo tutaanza kuengage in the market. So kuanzia saa 4 kitu ambacho tutakuwa tumekiona based na hivi vitu ambavyo nimeanalyze hapa ndipo tutaingia sokoni. Kwa hiyo ilikuwa ni highlight ya siku ya leo. I wish you all the best and see you at work.